yake inasimama hapo ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Kwa hiyo kwa kila ambacho amekukabidhi unapaswa kusimamia jambo hilo kwa uaminifu. Yaani ili kuweza kunielewa kwa haraka zaidi, si unajua unapumua, si unajua napumua, sivyo? Halo? Wanaiputi sasa, mpo au hampo? Si unapumua hiyo pumzi ya kwako. Wanaiputi jamani, pumzi ya kwako ya nani? Ya Mungu. Si kunako vimekata, kunako yaoya. Kwa hiyo Mungu amekupatia kwa sababu wewe uhai. Lazima utambue, lazima ukishe ya kwamba unakuwa mwaminifu katika pumzi ya nani? Ya Mungu pia. Kila alichowekeza kwako, akiwa amewekeza uhai, akiwa amewekeza vipawa, kalama mbalimbali, kila alichowekeza kwako, kwa kweli unapaswa kusimama kuwa mwaminifu katika usimamizi, maana si vyako, ni vya Mungu. Katika Zaburi ya 24 mstari wa kwanza anatukumbusha nchi na vyote vijazavyo ni mali ya nani? Mali ya Bwana. Lakini haishii hapo, dunia na wote wakaao ndani yake. Kumbe hata wewe na mimi ni wa Bwana. Na ndio maana mahala fulani anatukumbusha juu ya habari ya miili yetu, sio ya kwetu, sio kwa matumizi ya kutumia sisi wenyewe, sio kuifurahisha sisi wenyewe. Ametukumbusha ya kwamba miili yetu ni mahala ambapo Roho wa Bwana anafanya nini? Anaabudiwa. Maana hekaluni ndipo ibada inapofanya nini? Pia inafanyika hekaluni, upatanisho unafanyika hekaluni. Kama ni shukrani, pia watu wanamshukuru Mungu ndani ya nini? Hekalu. Hekaluni watu wanakimbilia humo kupata msaada wa kimungu zaidi. Na anatukumbusha kwamba hata miili yetu ni hekalu la Roho wa namna gani? Kwa hiyo business kubwa inayopaswa kuendelea katika maisha yetu ni business ambazo zinaleta sifa na utukufu kwa jina la Bwana pekee yake. Kwa shughuli zote ndani ya maisha yetu, katika miili yetu, tunapaswa kuhakikisha ya kwamba jina la Bwana linainuliwa juu. Kama mawakili tunapaswa kutambua jambo kubwa la namna hiyo. Na kwa namna hiyo katika uwakili ndani ya kanisa la Waadventista wa Sabato tunapotazama, wengi tunaliweka katika nyanja kubwa 4 ambazo kwazo hizo huonekana zikishika mambo takriban yote katika maisha yetu ya wanadamu. Na mara nyingi tunapotaja uwakili, akili yetu moja kwa moja imekwenda katika fedha, lakini Zaburi ametukumbusha ya kwamba vyote ni mali ya nani? Ya Bwana. Hata sisi ni mali ya Bwana, na sisi tunafanywa kuwa mawakili kwa waaminifu, tunafanywa kuwa wasimamizi wa uaminifu kwa kila kitu ambacho Bwana amekiweka katika maisha yetu. Tutazame juu ya habari ya hatua ya kwanza au nyanja ya kwanza ya uwakili juu ya muda. Mara nyingi utakubaliana nami ya kwamba kama ambavyo nimekwisha kusema, tunapozungumzia swala la uwakili, akili yetu inatupeleka moja kwa moja katika fedha, katika mali. Lakini utakubaliana nami ya kwamba ikiwa hauna muda, ikiwa hakuna muda katika maisha ya mwanadamu, yumkini pia hata dhana ya upatikanaji wa mali nao pia kufanya nini? Ukapotea. Ili tuweze kupata mali, lazima pawepo na muda wa kuweza kufanya nini? Kutumia juu ya utafutaji wa namna hiyo. Lakini pia katika muda, hatuwezi tukawa waaminifu kwa Bwana katika mali ikiwa hatujawa waaminifu katika muda, katika kutumia. Na huu ni katika swala zima la kutumia vizuri neno la Bwana. Katika amri yake, kusoma kitabu cha Kutoka, anatukumbusha juu ya habari, ni amri ya Mungu, sio kuitunza sabato ya siku ya saba. Ili kuitunza sabato ya siku ya saba, haianzii katika siku ya saba. Amri ile anasema tangu siku ya kwanza hadi siku ya 6 lazima ufanye kazi. Ndivyo jamani? Hiyo ndio amri. Maana amri haianzii tu katika kuitunza siku ya nini? Ya 7. Na ndipo sasa siku ya 7 anaiwasilisha kama sehemu ya pumziko katika maisha ya huyu mwanadamu. Kwa hiyo ili tushangilie ya kwamba tumeitunza siku ya Sabato, tunapaswa kuhakikisha ya kwamba kwa muda wa siku 6 tumefanya nini? Kazi, na kisha tunaingia katika nini? Sabato yake. Kwa hiyo kwa sababu katika siku ya 7
tunapokuja mbele yake, tunakumbuka hatuji tu mikono mitupu kusema tumekuja, si ndivyo? Tunakuja pia kukiri na kutambua vile ambavyo Bwana ametutendea katika maisha yetu. Kama ni sadaka tutamtolea, lakini tutamtolea wapi wakati kwa tumejifungia ndani na hatukufanya nini? Kazi. Lazima tuje tukiri ukuu wake kwa muda wa siku 6 kadri Bwana alivyoweza kututendea. Kwa hiyo wapendwa, leo hii tumekuwa na changamoto hii tunapozungumzia swala zima la kuwa mawakili wa muda. Tunakuja kujikuta uwakili wetu wa muda sisi ambao tuko hapa mara nyingi tunauchukulia aliyefika saa 2. Anayefika saa 2 ndio wakili wa muda wakili wa muda. Kwenye kwaya wanakwaya wanaitwa asifiwe. Na tunajua huko chini ya kahema na kahema kimeshuka hivi na upepo umepoa. Si unanielewa? Yaani mwanakwaya, kuna wanakwaya hapa walimu, lakini sio kwenu mwaya. Kuna wanakwaya mazoezi saa 10 kamili. Lakini wao saa 8 wapo kanisani. Ukiwauliza unajua nini? Tunapasha mako tunaweka sana. Unatofauti na mzururaji. Haya masaa mawili yote tunayapoteza na maana huna kazi. Si ndivyo? Naandaa tu nyimbo za kwaya hapa najipanga panga. Walimu tafadhali. Saa 9 kamili ni saa 9 kamili. Si ndivyo? Saa 8 kamili tumekubaliana saa 9 kamili. Kumaliza tutamaliza saa 10:30 saa 9 kamili, saa 10:30 sharp mazoezi yamefanya. Lakini leo hii tuna wanakwaya ambao tuna watu ambao hatujali muda. Mazoezi ni saa 10 kamili, anakuja saa 9 kamili, lakini akifika saa 9 kamili ameshachoka hadi muda wa mazoezi. Mnapoanza mazoezi, badala ya kufanya mazoezi yeye ni msumbufu. Hivi naeleka vizuri? Mazoezi hayajamalizika anaanza kuomba ruhusa, natakiwa niwahi wapi? Kwa nini? Kwa sababu kuna majukumu ambayo kuyafanya kwa muda wa saa nzima. Na unataka uandikiwe umekuwa mwaminifu kwa nini? Kwa muda? Hapana. Tumekubaliana saa 10 kamili tutafika. Kuna wanakwaya ni wataalamu, kuna viongozi washiriki ni wataalamu kweli kweli. Kila kikaribia saa 10, mwalimu nitachelewa kidogo. Kuchelewa kwako hakufanyi sauti yako ifikie kwenye viwango mwalimu alivyokusudia. Yaani vinaeleka vizuri. Kwa hiyo excuse unazozitoa hazifanyi maendeleo yoyote isipokuwa tu kukudumaza. Tunaelewana vizuri? Kama ni kwaya mwalimu ameshafanya nusu saa nzima, umekuja baada ya nusu saa, hakuna namna anavyoweza kufanya kufidia alichokifundisha nusu saa kwako. Kwa hiyo unakwamisha kazi ya Mungu, sio mwaya. Mwaya, Bwana Yesu asifiwe. Mwaya huko mambo si mwaya, hatuna. Mambo haya. Kwa hiyo ninachotaka kukazia hapa ni swala zima la uwakili wa muda. Wakili wa muda tunapaswa kuweza kutumia kama mawakili. Tunapaswa kutambua ya kwamba muda ni Bwana ametupatia. Hebu tazama jambo hili. Kila siku kiamka ni kukurupuka kwenda katika majukumu yako. Hauna muda na Mungu katika muda wote ambao umefanya nini? Tangu ulipoamka. Unaporudi nyumbani hauna muda na Mungu, lakini umeshinda tangu asubuhi mpaka nini? Mpaka jioni, si ndivyo? Na ukileta sababu unasema unajua kazi ni nyingi, nachoka sana, unajua nyumbani kwangu watu tunafika nyumbani kila mmoja kwa muda tofauti, wengine wamelala. Hizo ni sababu tu unazozieleza. Lakini jambo ni moja, unapaswa kumtukuza Bwana, unapaswa kumwinua Bwana, unapaswa kumtambua Bwana kwa muda ulio nao. Kuamka kwetu sio hiari yetu, ni mapenzi ya Mungu yametimizwa kwa namna gani? Tunapaswa kushangilia neema hiyo ya nani? Ya Bwana. Kwenda kwetu katika majukumu yetu, kwenda kwetu katika shughuli zetu na kufanya shughuli, sio kwa sababu, asikiliza, ni kwa sababu tu Bwana ameweka hiyo pumzi ndani yetu, lakini haijatosha, ameendelea kutushikilia. Yako mambo mengi ambayo yangeliweza kuharibu maisha yetu. Kwa namna hiyo tunapaswa kuhakikisha ya kwamba tunatumia muda vizuri kama wasafiri wa kwenda mbinguni. Hatuna muda mwingine, hapana. Kila wakati unapaswa kuhesabika kuwa muda wa thamani. Kila wakati unapaswa kuhakikisha ya kwamba unamtambulisha Mungu katika maisha namna gani yako. Juu ya habari ya uwakili wa muda, kumbuka ya kwamba unapofanya kazi sio adhabu, unaitimiza sheria ya nani? Ya Mungu. Kwa kufanya tu kazi kwako, kwa kufanya majukumu kwako, unatii neno la Bwana, na kwa namna hiyo unamheshimisha nani?
Jamani, tunamheshimisha nani Wanaiputi? Tumia muda vizuri katika kuhakikisha ya kwamba unamtambulisha huyo Bwana aliyekupatia huo muda na unamheshimu yeye, na hakika sifa na utukufu vinazidi kurudi kwake. Hatua ya pili au nyanja ya pili ni uwakili katika talanta. Ni uwezo wa kufanya kazi, uwezo na vipawa mbalimbali ambavyo Bwana amewekeza ndani yetu. Katika vipawa hivi, katika uwakili wa talanta, wa talanta hizi ndani ya maisha yetu kama mawakili wa Mungu, tunapaswa kuweza kutambua ya kwamba bila vipawa ambavyo Bwana ameweka ndani yetu, sichukulie tu unajua huyu amezaliwa nacho. Ni kweli, hujazaliwa nacho, ni Bwana aliyewekeza ndani yako. Tuko pamoja? Unajua mimi nimejifunza tu hili jambo kwa muda mfupi. Ni kweli, ni kwa muda mfupi, lakini hayo ni mapenzi ya Bwana katika maisha yako. Asubuhi niliwakumbusha, nadhani niwadokeza jambo hili ya kwamba ndiyo tunajenga kanisa la Bwana mahala hapa Iputi, si ndivyo? Wewe ndio mkononi mwako kuna ufundi. Kweli jengo kushindwa kuisha kwa sababu eti tunatafuta fundi? Hivi naeleka vizuri? Tangu anze ufundi kuna nyumba ilishawahi kubomoka ulizojenga? Lakini leo hii ukisema nataka nimjengee Bwana, watasema najipendekeza, si ndivyo? Kwa hiyo unarudi wapi? Nyuma. Unajua nikisema hivi, sikiliza nikueleze, vipawa ulivyo navyo tafadhali vitumie kwa ajili ya utukufu wa jina la nani? La Bwana, ili wanapotafutwa mafundi afahamike yuko fundi mtumishi wa Mungu ambaye yuko Iputi. Hivi naeleka vizuri? Wanapotafuta watu wanaoweza kutengeneza vitanda vizuri, wanapotafuta mafundi wiring wazuri, afahamike yuko mtu wa Mungu, sio tu kwa kufanya kazi za kanisa, la hasha. Wale mafundi nguo mlioko hapa na mafundi wengineo wenye vipawa, unapofanya kazi hakikisha jina la Bwana anafanya nini? Hii habari ya fundi nguo kila wakati nikija na niambia ndio haina shida itaisha, kila siku naikuta nguo yangu kwenye vipande. Hapana. Ni vile tu umechagua kutembea na ulimwengu. Asubuhi kwa alitukumbusha achana na dunia, tembea na nani? Yesu. Tuko pamoja? Fundi nguo ifike hatua ya kwamba ni kweli mteja umekuja, pesa yako ninahitaji na nina shida nayo, lakini umesema unahitaji lini? Kesho. Kwa kweli kesho haitawezekana. Kama tuko pamoja? Kesho haitafanya nini? Kama unahitaji kesho, hebu tafuta fundi mwingine, jaribisha yule pale. Hivi naeleka vizuri? Ili sasa huyu mleta nguo aseme kwani fundi wewe utaikamilisha lini? Umweleze nayo kulingana na ratiba yako. Maana una ratiba ya nguo fulani na ya nguo fulani, sivyo? Umweleze labda Jumapili ijayo mchana. Hivi tuko pamoja? Itakuwa imekamilika. Kwa nini? Kwa sababu ili huyu mtu aondoke anasema kwa kweli sijakutana na mafundi wanaoweza kuambia nini? Ukweli. Lakini fundi, wewe kila kitu kinawezekana. Kujenga ni wewe, kupaua ni wewe, kuweka tiles ni wewe, na kila unachokifanya watu wanalalamika. Kweli wewe? Tuko pamoja? Unamtangaza Yesu kweli kwa karama zako hizo? Talanta zako? Tafadhali tumheshimu Mungu jamani. Tuko pamoja? Maana Bwana atatudai tutaweka, kwa sababu tunahitajika kuwa waaminifu katika kusimamia mambo haya. Kwa hiyo katika talanta tujiweke tayari, tujiweke sawa katika makambi haya, ili kila tunachofanya kitendeke kwa utukufu wa jina la Bwana. Tutumie vile vipawa ambavyo Bwana amewekeza kwetu, ili hata kama unamaliza kujenga na mtu kamkabidhi kitabu cha Sabato, ya kweli ni bosi wako, wala asikushangae. Kwa kweli aseme huyu anafaa. Kama hivi tuko pamoja, awe na amani kwa kweli, huyu ndiyo maana yuko hivi. Kwa nini? Kwa sababu anaonekana kabisa ni mchaji nani? Mungu. Lakini leo hii maskini ya Mungu, fundi pikipiki wa Kisabato uko wapi? Kuna mafundi pikipiki hapa mko? Basi mafundi baisikeli mko hapa? Basi wale wenye matrekta mnaolima, wenye ng'ombe je, hawapo? Sasa ninyi mko kwenye kundi gani? Wote wapo. Wale wazee wa matrekta nakuja sasa hivi.
Dereva wa kisabato kabisa. Nakuja sasa hivi. Kesho kutwa. Na unaanza Kiswahili, unajua tairi pancha, mwambie sikiliza, kesho sitaweza wala kesho kutwa. Lakini nakuahidi Jumapili ijayo saa 12 nitakuwa shambani kwako. Ni vitu kama moja. Ukimheshimu Mungu kama hatakuacha, atakuheshimisha. Maana hivi naeleka vizuri? Lakini sasa tatizo lako unajua ni nini? Ulipata dili la kwanza, ukaleta ujanja, ukapata la pili na ukapata la tatu, ukadhani njia ujanja itaendelea. Sasa watu wamesha kuona ni mjanja. Madili na yeye yamefanya nini? Yamekata, na Bwana anakutazama mpaka urejee miguuni pa Yesu. Na kwenye makambi haya inawezekana kuchagua tena upya na kutembea na Bwana. Kwa hiyo usife moyo, tumia fursa ya makambi kuweza kurejea tena miguuni pa Yesu Kristo. Nyanja nyingine ya tatu juu ya habari ya uwakili ni swala la uwakili wa mwili. Uwakili wa mwili. Jamani, miili yetu tuitunze. Miili yetu sio ya kwetu. Bwana anatukumbusha miili yetu ni hekalu la Roho namna gani? Mtakatifu. Hebu tuache kula tunavyokula tutakavyo. Hapana. Kunywa tusinywe tu tutakavyo. Jamani, hebu jipende, tunza hilo hekalu la Bwana. Ni hivi naeleka vizuri? Lakini sasa kweli hekalu la Bwana kweli? Kweli hata kupigwa deki alipigwi deki. Sinaeleweka hata kufagiliwa tu alifagiliwi. Halijasakafiwa, tunamwagiaga hata maji. Au ninyi mmejisaulisha? Jamani, hivi kama naeleka vizuri? Hekalu la Bwana lazima tuonyeshe kulijali na kulitunza. Lakini leo hii tunaishi tutakavyo, tunafanya vyovyote. Wapendwa, tunaharibu mwili wa Bwana. Tunaharibu mwili wa Bwana. Tunapaswa kuweza kujitunza, tunapaswa kuweza kuendelea kutunza hekalu la Yesu Kristo. Afya zetu tuweze kuzitunza, afya za akili. Leo hii hata hamu ya kusoma maandiko hakuna, isipokuwa ni migogoro tuliyojaa wapi? Kichwani. Unadhani tunatatua matatizo, kumbe hautatui matatizo, unazidi kuharibu hekalu lako. Sio lazima wapendwa kila jambo ushughulike nalo. Wewe sio wa kupambana na kila jambo. Mwache Bwana kupambanie kwenye ya maisha. Lakini leo hii tumeendekeza mapambano kuliko tunavyoweza kusema. Hebu ruhusu Bwana kupambanie kuanzia katika kambi hii, ili ubakize jambo moja tu la kujilisha kila kinachostahili kwa ajili ya utukufu wa jina la nani? Na Bwana. Tunza mwili wako. Kama ni kuvaa, uvalishe mwili wako vizuri. Maandiko pamoja. Kama ni muonekano wa mwili wako, hebu ruhusu muonekano pia uonekane wa namna gani? Vizuri. Lakini vijana hapa mnataka kumuinua shetani Uko bize, sio vijana tena, hata na watu wazima, uko bize kujitazama katika kio ili uje kanisani uonekane umefanya nini? Umependeza. Sikiliza nikwambie, sisi wanadamu tukikuona umependeza, tunachoweza tu kukusaidia tu ni miili yetu kuwaka tamaa juu ya mwili wako. Maana hivi naeleka nachokisema? Hilo tu. Maana umekuja na nguo yako, umekuja na jinsi ulivyojilemba, si ndivyo? Wewe unasema lazima nionekane nimefanya nini? Nimewafunika wote wapi? Kanisani. Kwa kweli tutaona umewafunika wote namna gani? Kanisani. Lakini wala hakuna hata kwa Kristo naye tuelekeza. Hatumuone Kristo ndani yako. Hivi naeleka vizuri? Sio kama tumevaa nguo iliyokubana, hapana. Umevaa tu nguo tu ambayo unaiona ni nzuri, lakini tatizo lako, ubongo wako unasema leo lazima niwanyoshe. Hivi naeleka vizuri? Kwa sababu ndiyo mawazo uliyoyajenga, hata matendo yako hayataenda nje. Utahitaji kuwa na mvuto wa sisi utuvute tukuone nani? Wewe. Lakini kumbe ulipaswa kuwa kama mtoto wa Yesu. Kama ni malikia, uvae kwa kweli kama malikia, maana wewe kwa kweli ni mtoto wa nani? Wa Yesu. Unapotembea unajua kabisa mimi ni wa namna gani. Hata tunapokuona wanadamu tunasema kwa kweli kuna mtu aliyeumbwa na nani? Tuko pamoja wapendwa? Lakini leo hii tumekuwa na mivuto tofauti. Mivuto yetu
haipaswi kuwavuta watu kutuona sisi. Inapaswa inapowavuta watu, wanapo draw attention kwetu, wasione vitu bora zaidi ndani yetu kuliko nani? Kristo. Kila kinachoweza kuonekana kuwa bora, iwe ni utulivu wetu, iwe ni mwonekano wetu, iwe ni namna yetu, waone tu ya kwamba hakika sisi ni shuhuda ya kwamba tunafurahia baraka za nani? Kwa hiyo tunapaswa kuweza kuwa makini katika nyanja hiyo pia ya uwakili. Na nyanja sasa ya mwisho ni katika suala zima la uwakili wa mali. Hizi ni hazina ambazo Bwana amewekeza katika maisha yetu, usimamizi wa kifedha pamoja na mali nyingine. Kumbuka ya kwamba tunapoharibu muda tulio nao, inaathiri moja kwa moja uwezo wetu wa utafutaji katika mali na utunzaji katika mali. Tunapokuwa tumeharibu matumizi ya muda, si ndivyo? Inaathiri. Kwa hiyo kiharibu muda, kama ungelikuwa ni fundi carpenter, ungeliweza kutengeneza meza 3 kwa siku. Ukianza kutumia muda kwa ajili ya kutazama tamthilia, usipoangalia utashusha uwezo wako wa kutengeneza meza 3 kwa siku, na utaanza kutengeneza moja. Usipoangalia itakwenda hata moja kwa siku, uweze kufanya nini? Uweze kukamilisha. Halo? Kwa nini? Kwa sababu unataka fundi cherehani, umefika ofisini, umefagia, umeweka mambo sawa, uanze kukata. Ukishamaliza kukata, ukanywe chai masaa 2. Si kama naeleka? Matokeo yake kila siku nasema, yani nguo kwa siku moja, suruali huwezi kaimaliza. Ukijitahidi sana, labda ukesha hadi usiku kumaliza tungo ya mtu huyu. Lakini kwa nini? Kwa sababu matumizi ya muda hayakutumika kwa namna gani? Hakutumika sawa. Kwa hiyo ikiwa muda hautautumia vizuri, itaenda kuathiri moja kwa moja swala zima la mali, na kwa namna hiyo hautakuwa wakili mzuri katika mali, maana kuna kipengele cha muda ambacho umefanya nini? Umekiharibu. Lakini pia angalia, ikiwa hautakuwa wakili mwaminifu katika vipawa, utajikuta pia imekwenda kuathiri uwakili wa mali. Hivi naeleka vizuri? Kwa sababu wewe ni fundi, let's say tuseme ni fundi nguo, si ndivyo? Hii nguo unapaswa kuitengeneza kwa material hii, ndani unapaswa kuweka lesi ya namna hii hapa, si ndivyo? Maana ndivyo mlivyokubaliana na fundi. Unapaswa kuiweka hivi, ndivyo mlivyokubaliana na mleta nguo. Lakini wewe unasema si yoyote tu, kwani mteja anaelewa. Unaanza janja janja. Kwa hiyo kitambaa tulikubaliana tanua kizito, lakini kwa sababu ya janja janja unasema nitakipiga lining kwa ndani, si ndivyo? Kwa umeenda kununua kitambaa ambacho sio cha namna gani? Chenyewe. Umefanya janja janja katika kutumia hizo talanta ulizonazo, utakuja kujikuta tena mwisho wa siku itakwenda kuathiri tena swala zima la mapato, maana hilo jambo halitakwenda hivyo, litakwenda kwa muda kidogo, na matokeo yake uaminifu wako utafanya nini? Utapotea. Kwa hiyo tayari unakuja kujikuta tena kwenye wakili, kwenye usimamizi wa mali itakuwa ni changamoto kwako, maana tayari zile nyenzo zote zinazokufanikisha uzidi kutunza na kuzidi kuendeleza zimeathiriwa. Lakini sio hivyo, tunaposhindwa pia kuwa mawakili wazuri katika miili yetu, tunaweza tukajikuta tumeshindwa kusimamia mali katika swala zima la uzalishaji. Mara miili yetu tunapofanya yale yasiyofaa, na tukajikuta hatujawa waaminifu katika kutunza miili yetu, inaposhambuliwa labda tuseme na magonjwa, tunaona kama tena biashara inaanza kuwa ngumu. Kwa hiyo swala maendeleo lazima liwekwe wapi? Kando. Swala la uzalishaji lazima pia liwekwe wapi? Kando. Na kadri inavyozidi kuweka kando, ndivyo inavyozidi kuwa focus zaidi kwenye matibabu. Tayari unakuja kujikuta uzalishaji ni kama umepungua, na kadri uzalishaji tena unavyozidi kupungua, tunaona kama nakwenda kuathiri tena kazi ya nani? Ya Mungu. Alote kama moja. Tunaona usipoangalia utakuja kujikuta pia haui mwaminifu kwa nani? Kwa Mungu, kwa sababu kila unachokipata unaanza kuhisi ni kidogo kuliko mahitaji yanayofanya nini? Yanayohitajika. Kwa unaweza ukaona jinsi ambavyo katika nyanja zote zinaonekana zikiwa zimeshikana, hakuna namna ya kuacha moja na kuchukua nyingine. Zote ni sharti ziende kwa namna gani? Ziende zikiwa zinazunguka, maana zote zinaonekana kuwa na utegemezi katika hali kama ambavyo nimekwisha kueleza. Kwa namna hiyo tunapaswa pia kuwa mawakili katika mali tulizo nazo. Wakili wetu huanzia tu si katika kumrudishia Bwana,
lazima uwakili wetu uonekane katika usimamizi ulio bora. Tuko pamoja? Sio habari ya kulima mwaka huu na mtaji wote umefanya nini? Umekata. Mwakani hujui cha kufanya. Bwana anahitaji tuwe mawakili. Ikiwa ametupatia shamba tuwe na uwezo wa kulitunza, tuwe na uwezo wa kufanya nini? Wa kulilima, si ndivyo? Tunapolilima na huku tukiwa tumelitunza, tufurahie baraka za nani? Za Bwana, huku tukiendelea kukiri ya kwamba kwa zaka na sadaka zetu ya kwamba ni yeye anayetubariki, lakini hatuishii kukiri na baraka kuondoka. Tunapaswa tunapomtolea yeye tuendelee kushuhudia baraka zaidi na zaidi, kwa sababu tumekuwa waaminifu katika kutunza kila alichotupatia katika maisha. Tumekuwa tayari katika kuendeleza kile alichotupatia, lakini pia tumekuwa tayari katika kuzidi kukiri kila wakati ya kwamba hivi tunavyoviendeleza na hivi tunavyovitunza sio vya kwetu, ni vya nani? Ni vya Bwana. Familia zetu zinapaswa kushangilia na kuona ya kwamba kumbe hivi vinavyovifanya, kama ni mashamba tunayoyalima, vinapaswa kuona matunda yake. Familia zetu zinapaswa kuona ya kwamba hizi ni baraka kutoka kwa nani? Kwa Bwana, ili tuongoze sisi na familia zetu na wote wanaotuzunguka kutambua ya kwamba tunapaswa siku zote kumtegemea Mungu katika maisha na katika hali zote. Lakini leo hii ukishatoa zaka na sadaka, kisha habari, si ndivyo? Unaanza kumwagilizia nini? Moyo. Ukishatoa zaka na sadaka, naanza kuanza kuoa mke wa namna gani? Maana mke yule naye unaona kama vile haendani na matumizi ulionayo, sivyo? Bwana anatukumbusha kusimama kama mawakili waaminifu. Katika utangulizi katika siku ya leo nimekuishia hapa. Ikiwa kuna mwenye swali kwa hayo ambayo nimekwisha kuwasilisha, tafadhali niweze kukaribisha. Kuna mwenye swali mpaka hapo hayo niliyowasilisha katika siku ya leo? Basi ikiwa kuna, Bwana na atubariki sana. Niwakaribishe tuweze kusimama na tuweze kuomba tunapohitimisha kipindi cha mchana. Mfalme Muumbaji, Baba ya kuwa nasi, tusaidie tena katika makambi haya, sababu tutaendelea kuangazia mada za uwakili katika kambi hili. Tusaidie pale ambapo tutaonekana tumepungua katika mizani yako ya kimbingu. Yesu, tuwezeshe kukuchagua tena kwa kufanya matengenezo. Amani yako na upendo wako viwe nasi sasa na hata milele, ni katika Kristo Yesu tunaomba. Amen.